Sisi kama serikali tutaendelea kuhakikisha kwamba imani zote za dini ndani ya taifa letu, kila mmoja kwa anachoamini, basi anaabudu katika hali ya amani na utulivu. Tutatumia mamlaka ya dola tulizo nazo ili kuhakikisha kwamba imani hizo zinaendelea kukuzwa kwa lengo la kusaidia amani na utulivu. Mashehe, vijana hawa mnaoandaa ni vijana ambao wanakuja kujenga taifa ambalo litakuwa na vijana wenye weledi, uelewa, subra, amani na utulivu, na hatimaye taifa letu litaweza kuendelea kwa miaka mingi ijayo bila ya kuwa na changamoto ya aina yoyote. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kujenga na kulea jamii, na ujenzi na malezi haya ya jamii hii ndio utakaotusababishia uhakika wa uendelevu wa taifa letu katika nyanja ya amani na utulivu. Lakini vile vile ujenzi huu nao unaashiria kuendeleza mila, silka na desturi zetu, sababu hii imani kwa upande wa mtu mmoja mmoja kwenye nafsi ni imani, lakini tukienda kwenye kijiji, mtaa, shehia, wilaya, mkoa, nchi, hiyo ni mila, silka na desturi ya watu wa hapo. Kwa hiyo ninaamini kwamba tukiendeleza mila hizi na tukiendeleza desturi za namna hii, tutaweza kuiweka nchi yetu katika hali ya utulivu kwa miaka mingi sana ijayo. Ndugu zangu, mashehe wangu, niwasihi sana, jambo hili mlilolianzisha liendelezeni. Tulikuwa tukiona tulio wengi kwamba kuna rushwa, kasida za Mbalungini, si ndivyo? Hata waandishi wa habari wengine walikuwa hawajafika Mbalungini hapa, na wajua wengine. Tunaona tu basi, jamani, Mbalungini ndo hapa Mheshimiwa Pondeza katuleta leo. Hapa ndo Mbalungini, na zile kasida zinarekodiwa hapa, na wafanyaji wa zile kasida ndio wale mliowaona. Kwa hiyo wana Mbalungini, tunakushukuruni sana, na tunakushukuruni na kukupongezeni kwa sababu ya kuendeleza mila, silka na desturi zetu katika nchi yetu hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa katika eneo hili la Zanzibar. Nitumie fursa hii kuwashukuru nyote kwa kuja. Ninaamini kwamba mwendelezo wa jambo hili utatupa mwamko zaidi wa imani yetu ya Kiislamu kuzidi kukua, lakini pia kujenga mshikamano na mafungamano baina yetu, kubadilishana akhlaki, hasa zile mila ambazo pengine upande mmoja zipo, nyingine hazipo, na hilo litaweza kujenga jamii ambayo ina uelewa na ufahamu mkubwa. Na ni matumaini yangu kuwa kwa kufanya hivyo, basi tutakuwa na mwendelezo wa muda mrefu zaidi wa Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Na hilo nimeona niliguse kidogo, kwa sababu pia wako ambao wanafikiri kwa muungano huu tuliungana tu 1964. Kumbe tuliungana kabla, kwa sababu sisi sote ndugu. Tukipanga ukoo utakuwa una ndugu 10 Zanzibar, lakini na ndugu 8 wako Dar es Salaam, au sivyo jamani? Sasa hapo tena kuna muungano mwingine tunaotaka. Kwa hiyo ndugu zangu, nimesema na hili niliguse kidogo ili kusudi tuendelee kudumisha hiyo amani na utulivu, kwa sababu tutakuwa na umoja ulioimarika zaidi.